الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان. وأثني بحمد من أنزل قرآنا شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونعمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maashara al-muslimin, jana tulikoma katika kuzungumza manaqib na sifa za mababu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukamzungumza maadhi, tukashuka mpaka tukafika kwa Qusay ibn Kilab. Leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikia, tutamaliza mabwana watatu, Abdu Manaf pamoja na mtoto wake Hashim, kisha tumalizie kwa Abdul Muttalib. Asema mwenye kitabu, Abdu Manaf ismuhu al-Mughira. Huyu mmoja katika ya mababu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdu Manaf jina lake lilikuwa akiitwa al-Mughira, wa kana yuqalu lahu, na alikuwa pia akiitwa kama Rubatuha, mwezi wa Makka. Kwa nini? Kwa sababu ni husni jamalihi, kwa sababu ya uzuri wake, lihusnihi wa jamalihi, kutokamana na uzuri wake. Wakana Quraish, na walikuwa Makureishi, tusamihi al-Fayyad. Makureish pia walikuwa wakimta al-Fayyad. Al-Fayyad ni ismu fa'il ya fadha yafidhu fayyad, yani mtu mwenye kumimina. Sasa walikuwa wakimta al-Fayyad kwa sababu ni mtu alikuwa ni mkarimu, akitoa sana. Asema wa huwa al-jaddu ar-rabi'u li Uthman ibn Affan wal jaddu at-tasi'u lil Imam Shafi'i. Huyu Abdu Manaf ni babu wa nne wa khalifa wa nne katika makhalifa waongofu, ambaye ni Uthman ibn Affan, na ni babu wa tisa wa al-Imam Shafi'i. Kwa hivyo nasaba ya Mtume kwa Uthman ibn Affan wamekutana kwa babu yao huyu Abdu Manaf, na nasaba ya al-Imam Shafi'i pia imekutana na nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa babu yao huyu Abdu Manaf. Abdu Manaf alikuwa na watoto wanne. Mwenyezi Mungu alibarikia watoto wanne. Mtoto wa kwanza ni Abdu Shams. Abdu Shamsi akamzaa Umayya, ambaye Umayya ndiyo baba wa kabila la Bani Umayya, ambacho ndio kizazi cha Sayyidina Uthman ibn Affan, wakatoka Bani Umayya. Kisha ana Naufal, ana na Muttalib. Huyu Muttalib ndiyo babu
Shafi'i. Kwa hivyo Abdu Shamsi ametoka Sayyidina Uthman, huyu Muttalib ametoka al-Imam Shafi'i, kisha mtoto wa mwisho Hashim ndio kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa watoto wanne, watatu wao ndio wameunganisha kupitia babu yao huyo Abdul Manaf, kikaja kakutana kizazi cha al-Imam Shafi'i na Sayyidina Uthman pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hapa mwenye kitabu ameeleza kwa uchache kuhusu huyu Abdul Manaf na hawa watoto wake. Tutakuja kuona huko mbele walifanya matukio gani. Abdul Manaf akamzaa Hashim. Atuambia mwenye kitabu wa Hashim, ismuhu Amru ibn Abdi Manaf, jina lake lilikuwa linaitwa Amri ibn Abdi Manaf. Walqalu lahu, na Makureishi pia walikuwa wakimuita Amru Ula, Amru wa juu, kwa sababu ya ulubi rutubatihi, kwa daraja yake ambayo kwamba yuko nayo katika kabila la Makureishi. Wa huwa akhu Abdi Manaf, yeye na Abdi Manaf, yeye na Abdi Shamsi wametoka tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Wale wengine kina Naufal na kina Muttalib, wale mama zao ni tofauti. Asema waqad sada qawmahu ba'da abihi Abdi Manaf. Huyu Hashim yeye ndo alioshika uongozi, akawa kiongozi wa Makureishi baada ya babake Abdi Manaf. Asema waqad waqa'at maja'atun shadidatun fi Quraish bisababi jadbin shadidin hasala lahu, na hakika kuliingia njaa ambayo kwamba njaa ilikuwa kali kwa Makureishi kwa sababu ya chaka na ukame mkali ambao kwamba uliingia katika mji wa Makka. Na haya tulieleza wakati tukitafsiri sura Quraish. Makka wakati Hashim ndo kiongozi, kuliingia na chaka na ukame mkali sana. Ukame huu ukapelekea Makureishi wakazua moja katika mila mbaya. Mila gani? Wakati nyumba inapoishiwa na chakula, ikawa sasa chakula kimeisha, maji yameisha, na hamna namna ya kutafuta chakula, walikuwa nyumba kama ile wakikusanyana, wakitoka wakienda nje ya mji, wakifunga hema, wakawa waketi kule wakisubiri mauti. Akifa mmoja mmoja, wakizikana mpaka wakiisha. Hii ndio ilikuwa hali yao. Hashim alikuwa na watoto kadhaa, kina Abdul Muttalib na wengineo. Mmoja katika watoto wake Asad, akiitwa Asad, alikuwa na rafiki yake kijana katika kabila la Bani Makhzum. Kabila la Bani Makhzum, moja katika makabila ambayo kwamba yalikuwa yakishindana sana na Banu Hashim na Bani Umayya, kabila la kina Abu Jahali na wengineo, kina Khalid ibn al-Walid, Walid ibn al-Mughira. Sasa huyu kijana wameshikana na mmoja katika vijana wa Hashim ambaye akiitwa Asad, marafiki sana. Ikatokea ama ikasadifu kuwa yule kijana
nyumba yao, chakula kimeisha, maji yameisha. Sasa lilobakia ni wao kutoka nje ya mji waende wakasubiri kifo. Wakati wacheza na mwenzake, akamweleza akamwambia, sisi kesho tutatoka nje ya Maka tuende kule tukasubiri mauti yetu, chakula kimeisha. Asad kwa kuwa ni rafiki yake na amezoeana naye na ni mtoto mdogo, akakimbia kwa mamake akamweleza. Mama akafanya shauri, katafuta chakula, akaandaa chakula cha muda mchache, lakini chakula kikaisha tena. Habari ikaja tena, yule kijana akamwelezea mwenzake. Asad akarudi kwa mamake akamwelezea tena. Mwanamke akaketi na mume wake, sasa tufanye shauri, ni jambo ambalo kwamba laendelea kwa muda mrefu, itakuwaje? Wasema Hashim akatoka, kafanya mwanzo, akawakusanya Makureishi, akawaambia watu wakusanye chakula kwa ajili ya kuwasaidia familia kama ile, kisha tutafute suluhisho ambalo kwamba litatatua jambo kama hili, kwa sababu lau tutaendelea basi kizazi kitakuja kitakatika, Makureishi watakuja watapotea, wataisha. Suluhisho likapatikaniwa, wakakusanya chakula wakasaidia familia kama ile. Kisha yeye Hashim akatoka akaenda mpaka mji wa Sham, akaenda akanunua unga, akarudi mpaka Maka. Mwenye kitabu asema fahashama al-khubza wa nahara al-jurza, akaoka mikate kupitia unga ule na akachinja ngamia, akalisha chakula watu wa Maka mpaka wakashiba. Fabidhalika, kwa ajili hiyo akaitwa Hashim, kwa sababu Hashim imetokamana na neno hashama. Hashama ni kuoka mikate, ndio akaitwa Hashim. Hashim mwenye kitabu yasema akawa yeye ni mtu ambaye kwamba mwanzo ni musiran yuaddi alhaqa wa yuaminu alkhaifa. Alikuwa ni mtu mwepesi, mtu ambaye kwamba alikuwa akitekeleza haki za watu na alikuwa akiwaaminisha wale ambao kwamba wana hofu. Wa huwa, na yeye awwalu man sanna rihlataini li Quraish, yeye ndo alianzisha safari mbili za Makuraish baada ya lile tukio la kuingia njaa. Yeye ndo akavumbua safari mbili za Makuraish ambazo zimeelezwa katika sura Quraish. Liila fi Quraish ila fihim rihlata shitai wasayf, safari zao mbili za kusi na kaskazi. Fakana, alikuwa yarhalu fi shitai ila al-Yaman, wakati wa kaskazi ama wakati wa kusi alikuwa akienda mji wa Yaman akifanya biashara akirudi. Wa ila al-Habashati fi sayfi, wa ila al-Habasha, na akienda Habasha, yani wakati wa kaskazi alikuwa akienda Yaman na akienda Habasha Ethiopia kufanya biashara. Wa fi sayfi ila Sham, na wakati wa kusi alikuwa akienda Sham akifanya biashara. Akatengeneza biashara za Makureishi na Makureishi na wao wakaanza
kufanya safari kama hizi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakumbusha Makuraish haya yote yaliyotokea, ndo akawaambia falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Asema wamata Hashim bi Gaza min ardi ash-Sham, na huyu Hashim alikufa katika mji wa Gaza katika ardhi ya Sham. Huo ndo uchache wa tarehe ya bwana kama huyo Hashim, na yeye akamzaa Abdul Muttalib, ambaye Abdul Muttalib ndiye babu wa kwanza wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Asema Abdul Muttalib wa ummuhu Salma binti Zaid an-Najjariya. Abdul Muttalib mamake ni Salma binti Zaid an-Najjariya. An-Najjariya An-Najjariyun ni kabila katika makabila yaliyoko katika mji wa Madina. Huyu Hashim alipita katika miji kama ile, akaoa sehemu kama ile, akamzaa Abdul Muttalib. Asema wasmu Abdul Muttalib, na jina la Abdul Muttalib Shaibatul Hamdi. Jina lake hasa alikuwa kuitwa Shaiba ama Shaibatul Hamdi, liannahu, kwa sababu wulida walahu Shaiba, alizaliwa aliyakuwa ana mvi. Alipokuwa amezaliwa ana mvi, mamake akamwita Shaiba. Shaiba ama Abdul Muttalib alikulia katika mji wa Madina. Alipozaliwa hakuja Makka moja kwa moja, alikulia kiasi cha muda katika mji wa Madina, na babake amekufa katika mji wa Gaza, Filistini. Sasa akawa ni kijana yukulia hali ya kuwa ni yatima, maskini, hana kitu. Basi ikaswadifu wakati mmoja yule ammi yake ambao kwamba tumewataja watoto wa Abdimanaf, watoto wanne, Abdushamsi, Naufal, Hashim na Muttalib. Ikaswadifu huyu Muttalib amefanya kupita katika mji wa Madina, akawatembelea mashemeji zake, akampata kijana wake ambao ndio Abdul Muttalib, akampata yuko hali mbaya, hali kama ile kamsikitisha. Akamuomba mamake amchukue akamlee, aende naye Makka, amlee kama mtoto wake. Abdul Muttalib akatoka na ammi yake huyu Muttalib, wakaja mpaka Makka, akakulia katika mji wa Makka chini ya ammi yake huyu Muttalib. Kwa nini aliitwa Abdul Muttalib? Na tuambiwa alikuwa akiitwa Shaiba, jina la kuzaliwa alikuwa anaitwa Shaiba. Ilikuwaje akapata jina hili akaitwa Abdul Muttalib? Wanataarifu asema, mwenye Rahiqul Maktum yaeleza, asema walipokuwa warudi na Muttalib ambaye ndio ammi yake, warudi Makka, walipofika Makka, kwa ile hali ambayo kwamba alikuwa yule kijana, yuko kijana wa kimaskini, amevaa nguo si nzuri, nguo za kurararuka. Watu walipomuona yule kijana na ni wakati wa utumwa, watu wakasema hadha Abdul Muttalib, huyu ni mtumwa wa huyu Muttalib ambaye ni ammi yake. Yule bwana akawa mkali, akawaambia waihakum,
acheni maneno kama hayo. Hadha ibnu akhi, huyu ni kijana wa ndugu yangu, lakini ndio jina likashika hivyo, akaitwa Abdul Muttalib, likazoeleka. Kwa hivyo Abdul Muttalib akakulia katika mji wa Makka kupitia chini ya ammi yake Al-Muttalib. Asema wakana Abdul Muttalib mujaba da'wa, alikuwa huyu Abdul Muttalib ni mtu anapoinua mikono kumwomba Mwenyezi Mungu yaitikiwa dua yake haina pazia. Na haya ni mambo ambayo kwamba wapo watu, lau mtu atainua mikono basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajibiia. Basi lazima labda mtu awe ni mtu ana muonekano mzuri, ni mtu mtajiri. Manake fikra ambazo kwamba baadhi yetu tumezibeba ni kuwa umaskini labda ni mtu kuwa yuachukiwa na Mwenyezi Mungu, utajiri ni kuwa labda mtu yuapendwa na Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allahi la abarra. Wenda akaonekana mtu amechoka muonekano wake, mavazi yake yameraruka, mtu maskini, mtu oehae, lakini wasema lau hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu fulani kitatokea wakati fulani, basi jambo lake litakuwa. Kuna watu lau watainua mikono hawana kitu, ni maskini, ni mafukara, lau watainua mikono ya Allah tunyesheleze mvua, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwajilia dua zao wakati huo. Lakini ni watu ambao kwamba wao wameipa nyongo dunia. Kwa hivyo asema alikuwa Abdul Muttalib ni mtu ambaye kwamba ni mujaba da'wa, anapoomba dua hujibiwa. Asema wakana yarfa'u min ma'idatihi lit-tayri wal-wuhushi fi ru'usi al-jibal. Bwana kama huyu kwa ukarimu wake, wacha kuwa alikuwa akiwalisha binadamu, bali alikuwa akiwalisha mpaka ndege na wanyama. Na hii ni moja katika hisia ya ulaini katika moyo ambao kwamba ulikuwa ni mlaini mpaka kwa wanyama. Walidha, na kwa hilo alikuwa wakimuita pia mut'imut tayyib, ama akiitwa pia al-fayyad. Yani al-fayyad mmiminaji, alikuwa ni mtu wa kutoa sana. Asema wa huwa awwal man tahannat bihirai, na yeye Abdul Muttalib kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo wa kwanza alikuwa akifanya ibada katika pango la Hira. Yani Mtume tunajua katika tarehe, Mtume alikuwa akitoka akienda mbali na mji wa Makka, akienda katika Gharu Hira akifanya ibada. Mwenye kitabu yasema yeye huyu Abdul Muttalib ndo alikuwa wa kwanza, alikuwa akitoka yeye kabla ya Bwana Mtume Muhammad kuja katika ulimwengu, alikuwa akitoka akienda katika Gharu Hira akifanya ibada. Kana hayo ambayo akifanya hayo ilikuwa ni wakati unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Asema huyu bwana alibarikiwa na umri, akaishi miaka 120 au zaidi. Wakana, na alikuwa ya'muru auladahu, akiwaamrisha watoto wake, bitarki dhulmi wal baghi, akiwaamrisha waache dhulma na akiwalazimisha na matabia au tabia ambazo kwamba zilikuwa ni tukufu. Asema warafadha Abdul Muttalib fi nihayati umrihi ibadat al-asnami wa wahada Allah, na Abdul Muttalib aliacha na kuketi mbali na ibada ya masanamu katika mwisho wa umri wake, na akampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, kwani kabla ya kuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makka kulikuwa na watu ambao kwamba walikuwa wakimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kauli ziko za wanazuoni ambazo kwamba zimesihi kuwa wengi wa Makuraishi walikuwa wakiabudu masanamu. Ndio dini ambayo kwamba ilikuwa ina watu wengi zaidi. Wakristo walikuwa wako wachache, Mayahudi walikuwa wako wachache, na wako ambao kwamba walikuwa wakifuata mila ya babu yao Sayyidina Ibrahim. Kama tulivyoeleza nyuma, asli ya mji wa Makka ya Makuraish ni hawa ni kizazi cha Sayyidina Ismail ibn Ibrahim, na hum walipoingia katika mji wa Makka wote walifuata dini ya Sayyidina Ismail. Asa ile dini ikawa yaenda ikipotea polepole mpaka alipokuja yule Amr ibn Luhai akaleta ibada ya masanamu, ikawa yaenda kupotea polepole, lakini wanazuoni wasema haikupotea kabisa. Wako watu ambao kwamba walikuwa bado wakifuata dini ya Sayyidina Ibrahim alayhi assalam. Asema mwenye kitabu, wa huwa alladhi, na yeye Abdul Muttalib, huwa alladhi kashafa an Zamzama bi'ra Ismail, wa huwa alladhi kashafa an Zamzama bi'ri Ismail. Yeye huwa Abdul Muttalib ndio aliyokifungua, alokichimba tena upya kisima cha Zamzam, kisima cha Sayyidina Ismail. Huko nyuma tulieleza kulitokea vita kati ya Jurhum na Bani Khuzaa. Vita kama hivi vikapelekea Jurhum kukifinika na kukiziba na kukiharibu kisima cha Zamzam, kikawa kimepotea, hakijulikani kilipo kabisa. Sasa Abdul Muttalib alipokuja yeye ndo akakifukua kisima cha Zamzam. Mwenye Rahimul Mahfum Al-Allama Mbarakfuri asema alikipataje kisima cha Zamzam? Alilala usiku mmoja, akaota, akaelekezwa mpaka kilipo kisima cha Zamzam, kisha akaenda akakifukua na akafaulu kukipata. Wa akama sikayatiha lilhujjaji, na yeye baada ya kukifukua kisima kama hicho cha Zamzam, yeye ndo akakisimamia, akawa yeye ndio mwenye kuwanywesha mahujaji. Fakanat lahu fakhran wa izzan ala
Quraish wa ala sa'iril arab, ikawa sasa hiyo ni fakhri kubwa na ushindi mkubwa juu ya Makureishi na juu ya Waarabu wote. Ndugu wapenzi Waislamu, kabla tumalize mlango kama huu, hapa kuna funzo kubwa ambalo kwamba twalipata kupitia hawa mababu wote ambao kwamba tumewazungumza. La kwanza ni kuwa wengi wao walikuwa ni viongozi katika miji yao, kwa sababu wamembeba kiongozi wa viumbe wote, basi angalau na wao kupata zile chembe chembe za uongozi. Lakini uongozi ni moja katika amana kubwa ambazo kwamba mwanadamu lau atapewa siku ya Kiyama ataenda kuulizwa. Na kiongozi kama kiongozi, yani mtu hawi kiongozi hata akajiita kiongozi, akajiita sijui mheshimiwa, huku kwetu wanajiita sijui honorable mtu fulani fulani, si makosa. Lakini mtu hawi kiongozi, hawi mheshimiwa, isipokuwa ni katika kutumikia umma. Na kutumikia umma si kuketi katika viti vikubwa na mameza makubwa na kupeleka magari makubwa. Uongozi kama uongozi ni mtu atoke aingie katika miji au katika mji wake autumikie umma. Na ndio utaona hawa mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu kidogo ambacho kwamba sisi tutaona ni kitu kidogo, kama kunywesha watu maji, kama kulisha watu chakula, hili kwao lilikuwa ni jambo kubwa sana na ni fakhri. Yani mtu ashike mamlaka ya kunywesha maji mahujaji au wageni, kwao ilikuwa ni fakhri na ni jambo ambalo kwamba walikuwa wakipigania. Abdul Muttalib, wanataarifu wasema alipoingia Maka na ammi yake Al-Muttalib, ambapo Al-Muttalib wakati huo yeye alikuwa kiongozi. Alipokufa Al-Muttalib ukatokea mvutano, yeye na ammi yake Abdul Muttalib na ammi yake Naufal, mvutano mkubwa. Nani atashika uongozi wa Kaaba? Nani atashika uongozi wa kulisha mahujaji? Yani watu walikuwa wakipigania mpaka kulisha, mpaka kunyesha watu maji, karibu watu wa mwanadamu. Manake Abdul Muttalib yeye aliona inastahiki zaidi. Watu wa Maka wakamgeuka, hawakusimama na yeye. Akatuma barua kwa kabila lake la mamake Banu Najjar, akatoka mmoja katika wajomba zake, akaja takriban na watu 80 jeshi kuja kupigana. Utaona ni katika mambo ambayo kwamba yalikuwa ni mambo matukufu, lakini yote nilikuwa ni mtu yuajitolelea, si kuongozi jina mtu kuketi akawa yastarehe wa raia wake wateseka. Ni watu ambao kwamba walikuwa wamejitolea katika kutumikia umma. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sayyidu qaumi khadimuhum, bwana wa watu, kiongozi wa watu, yule mtukufu zaidi wa watu ni yule mwenye kuwatumikia. Leo katika vitu ambavyo kwamba utaona Waislamu twadharau,
ni mtu kujitolea kutumikia umma. Mathalan, mtu ajitolee, hiyo kazi yake ni kuosha sehemu za kutawadi, kusafisha msikiti, akaingia chooni kule akasafisha, akafagia msikiti. Hizi vitu utaona watu wengi au Waislamu huwa wadharau, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau atatoka mtu akawa yashikamana na vitu hivi ambavyo kama sisi tunaviona vidogo vidogo, ni vitu ambavyo kwamba vyamuinua mtu daraja yake, akawa mtu yule ni mtukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu msikiti, ile kufagia msikiti, kusafisha msikiti, wewe wasafisha nyumba ya Mwenyezi Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu wakaja wakafanya ibada, ukasafisha sehemu kama zile za kutawadha, za kwenda haja. Muislamu anapopatwa na dhiki akaja akawa hana mahali pa kwenda, akaingia sehemu kama ile akajisaidia, akajistiri, umemsaidia, umefanya kazi kubwa. Kwa hivyo vitu hivi utaona Waislamu leo twaviona ni vitu vidogo sana, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vitu vikubwa. Kwa hivyo uongozi si kujibanika majina makubwa na kuketi kwenye viti vikubwa. Uongozi ni kutumikia umma. Huo ndio uongozi, na mabwana kama hawa ndio ilikuwa ni kazi yao, kama mwenye kitabu anavyotueleza namna walivyokuwa. Kwa hivyo Abdul Muttalib alisimama kuwanywesha mahujaji, na ikawa hiyo ni fahari kubwa sana kwa Makureishi. Abdul Muttalib tukimmaliza, yeye ni mmoja katika waliomlea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mfupi. Manake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa mpaka Abdul Muttalib kufa ni takriban miaka 8. Ni Abdul Muttalib na Amina alipomzaa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliketi naye mpaka alipofika miaka 6. Alipofika miaka 6, mama Mwenyezi Mungu akamkhitari, kisha akaingia kwenye mikono ya babu yake Abdul Muttalib kwa miaka 2. Kwa hivyo alimlea, alibahatika kumlea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa takriban miaka 2 ile hasa kuwa ameketi naye, lakini kumuona na kuishi naye na kumlea ni takriban miaka 8. Asema mwenye kitabu, wa kana yukrimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yu'adhimuhu fi saghiri, na alikuwa akimkirimu sana na kumtukuza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa Bwana Mtume bado ni kijana. Wayakulu, na akisema Abdul Muttalib akisema, inna libni hadha, hakika kijana wangu huyu, mtoto wangu huyu, la sha'nan adhima, ana jambo kubwa ambalo kwamba litakuja liwe. Wadhalika, na kwa hilo, mimma kana yasmauhu min ar-ruhban, na hilo ni kutokamana na yale ambayo kwamba alikuwa akiwasikia wale maruhban wakizungumza kuhusu Bwana Mtume alayhi wasallam. Wakanat kunyatuhu, na ilikuwa kunia yake. Kunia ni jina ambalo kwamba mtu huitwa kupitia mtoto wake. Kisikia Abu Ahmad, Abu Muhammad. Kwa hivyo na yeye alikuwa na kunia yake akiitwa Abul Harith. Abul Harith
watoto wake, na tutakuja ona huko mbele wale watoto wake wote na maami zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mashangazi yake. Al-Harith alikuwa ndio mtoto wake wa kwanza mkubwa wao, kwa hivyo alikuwa akiitwa kwa kunia hiyo Abul Harith. Maashara al-muslimin, wakati umeenda mpaka hapa, tutakoma insha Allah. Kesho tutakuja tuwaeleze kwa kesho insha Allah siku ya tafsiri. Alhamisi takuwa kesho siku ya tafsiri, tutazungumza suratul Asri, lakini tukirudi tena kuzungumza sira, takuwa tukiwazungumza mami zake Mtume pamoja na nadhiri ya babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nadhiri mzito ambayo kwamba ilipelekea kidogo amchinje mtoto wake Abdullah. Takuja kuizungumza insha Allah. Mpaka hapa tutakoma. Muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie katika haya ambayo kwamba tumeyazungumza, atubarikie, atujalie katika wenye kuzungumza haki na wenye kuifuata, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.